Habari zenu, karibuni kwenye channel yangu tuendelee kujifunza zaidi kuhusu mapishi. Leo tunaenda kupika pilau la kuku. Mahitaji yetu ni machache tu: vitunguu saumu, pilau masala, vitunguu saumu nimevitwanga bila kumenya, na nyanya na viazi hapo. Na supu yetu ndio hapo, na huyo ndo kanga wetu. Kwa hatua ya kwanza tutaweka sufuria jikoni mafuta, hivyo taacha ichemke. Baada ya kuteka vitunguu tutaviruhusu vianze kuiva kiasi. Kisha hivyo mafuta yamechangamka, utaweka viazi. Ni vizuri viazi kuiva na kitunguu kwa sababu huwa vinaleta ladha ya tofauti. Alafu na viazi vinakuwa vimeiva vizuri tofauti na ukiviivisha na maji. Kwa hiyo utaanza kwa kupitisha kwanza kwenye mafuta kama hivyo, alafu baadaye ndio baada ya hapo sasa vitunguu vyetu vimeanza kubadilika golden brown. Isiwe nyeusi sana kuonyesha kwamba ndani yetu imeungua, kwa sababu tunatumia viungo. Utageuza ili kuangalia viazi vyako kama vimeiva vizuri kwenye mafuta. Havijaiva kiasi cha kwamba vimeiva vyote, hapana, vinakuwa vimeiva kiasi. Alafu hapo utaweka nyanya. Nyanya unaweka kiasi tu 1 au 2, inategemea na ukubwa wa nyanya, kwa ajili tu ya kuleta ladha. Baada hapo utaweka chumvi na kufunika. Unachanganya vizuri, alafu unaweka chumvi, unafunika. Baada ya dakika 2-3 unaangalia kama nyanya zako zimeshajisaga vizuri. Lakini kama nyanya zako huwa unasaga kwenye blender, utapitia process ya kusaga nyanya. Utaacha tu ikauke vizuri, nyanya hivi vizuri, ijitenge na mafuta. Baada hapo itakuwa tayari. Lakini kama unapenda za kukata kama mimi hivi ninavyokata nikiwa na haraka, maana yake utaiacha nyanya hivi vizuri hapo. Baada ya hapo, hiyo ndo supu yetu ya kanga. Baada ya hapo viazi vyetu viko vizuri. Sasa naweka ile pilau masala ambayo natumia chamamba, unaweza kutumia nyingine yote. Huo ni mchanganyiko wa viungo vyote ambavyo ungeweka kimoja kimoja. Kwa hapo unaweka vyote kwa pamoja, alafu utaviacha. Kisha changanya vizuri ili visiungue. Utaacha kama dakika 2 hivi au 3 ili na viungo vyako viive kwenye ule mchanganyiko wako vizuri kama hivyo. Baada ya hapo kitakachofuata ni mchele. Sitaweka kitunguu saumu. Kitunguu saumu huwa napenda kuweka baada ya mchele, ili nipate ile ladha ya kitunguu saumu. Sipendi kuikaanga. Kaanga kitunguu saumu kikiungua huwa hakisikiki sana kwenye pilau. Mchele nitauchanganya vizuri na viazi na viungo vyetu ili vichanganyike vizuri. Baada hapo utaonekana kama hivyo. Ufunika nikauacha umekauka vizuri. Kwa kitakachofuata nitaweka kitunguu saumu kama hivyo na sitakigeuza, kwa sababu kitakachofuata juu ya kitunguu saumu ni supu. Hiyo vitunguu sijavimenya, ni vitunguu vya kawaida vidogo, sijavimenya. Nimetwanga tu na chumvi kwa sababu maganda yake hayana madhara yoyote. Tayari nimeshahamisha supu yetu humo. Unageuza vizuri na kisha chini hakuna viungo vilivyoshikashika. Kitakachofuata hapo ni kufunika. Harufu hapo ni nzuri mno kwa sababu kitunguu saumu imefika mwishoni. Jaribu na wewe ambaye umezoea kukaanga kitunguu saumu hata kwa pilau. Baada ya hapo utafunika. Taacha ichemke kidogo. Kisha chemke kidogo, tutahamisha nyama zetu kutoka humo, tutaweka juu hapo. Hivyo. Tutaweka, hiyo ndio inavyoonekana. Tutafunika sasa hivi vizuri. Baada ya hapo tumegeuza mara moja, unaweka moto wako wa juu na chini. Pilau letu linakuwa liko tayari. Inaonekana vizuri kabisa, tandu imetengeneza. Unaweza kutoa matandu ya juu, alafu unageuza chakula chako. Hakikisha kwamba kimeiva vizuri na viazi kama mnavyoviona. Na vyenyewe pia vimeiva vizuri kabisa. Chakula kina ladha sana. Jaribu na wewe kwa kufuata hizo hatua. Baada hapo tutatengeneza kachumbari simple tu ya nyanya, kitunguu pamoja na tango. Ukipenda kuweka limao unaweka, lakini kama wewe sio mpenzi sana wa limao, hiyo saladi imekamilika vizuri kabisa.
unakula na pilau yako vizuri. Lakini pia kama unapendelea pilipili, ndio muda wa kuweka vyote kwa pamoja. Tengeneza kachumbari yako, unaweka na pilipili na vitu unavyovipenda. Jamani, tuendelee kufuatilia channel yetu ili izidi kukua. Ukiangalia wewe ukipenda, mwalike na mwingine ili subscribe channel yetu ikue na kuendelea kunipa moyo kufanya mapishi zaidi. Muendelee kutoa maoni ni mnapenda kukiona. Kwa ajili ya kukuza channel yetu, hapo naandaa tango langu, napenda umenya upande. Upande mwingine naacha, napenda umenya na kuachia maganda. Lakini kama unapenda tango lako liwe jeupe tu pia ni sawa. Lakini kama unapenda kukatakata salad bila kutoa maganda pia ni sawa. Hayana madhara yote. As long as umeosha vizuri na unapata chakula kizuri kabisa kama hivyo hapo sasa bakuli langu. Naandaa salad yangu na tango, unaweza kukata design yote unayopenda. Mimi nimekata ya duara ili isilainike sana kwa sababu nitaweka chumvi. Na nilikuwa nataka nisikie tango na kula tango kabisa. Kwa nitakata hivyo. Toa maoni yako, nini unapenda kuona kwenye channel yetu, nini unapenda kujifunza kwa vitu rahisi. Usitaje vitu vigumu ambavyo hukutoa vitu rahisi tu vya nyumbani kwa matumizi ya nyumbani ya familia. Sisi ndio tunafanya hivyo, tunapika kwa ajili ya matumizi ya nyumbani ya familia. Kama una wateja, unaweza kuwapikia chakula kizuri kabisa na wakakifurahia. Na mambo yakawa mazuri zaidi. Na nyanya yetu kama mnavyoona nimekata tu katikati, alafu naikata kawaida kachumbari, very simple salad. Unaitengeneza hata nyumbani kwako. Na watoto wanafurahi. Unaweza ukanywa na kinywaji chochote, unaweza kusindikiza na juisi, maji. Hivyo. Kwa baada ya hapo, unaweka nyanya zako, kata nyanya. Kinachofuata ni kitunguu. Unaweza ukakiosha ili kupunguza ukali na una haja ya kukisugua. Nilikata kwa duara kwa sababu nilikuwa nataka nikitoe kimoja kimoja. Yaani kitunguu kichambuke kimoja kimoja, ndio maana nikakata hivyo kwa duara. Ili nikitoe kitunguu kimoja kimoja, lakini unaweza ukakata njia nyingine yote unayopenda wewe. Kikubwa ni wewe kufurahia na marafiki zako, familia yako na mwenzako au wewe peke yako. Ukiwa na muda unajipikia kama hivyo, unafurahia kabisa chakula kizuri. Rahisi kabisa, huna haja mote nini. Baada ya hapo chakula chetu kiko tayari. Na hiyo ndo sahani yangu. Kama inavyoonekana nyama hapo iko tayari, viazi. Kachumbari haikuwa na mchuzi mwingi kwa sababu nyanya zilikuwa hazina maji mengi. Asante, bye.